Hello, mambo vipi wapenzi watazamaji wa Kim TV. Langu jina naitwa Bin Angalia Majega na nyuma ya kamera niko na Kim. Leo hii tumepata fursa tena ya kuzunguka, tuko kwenye anga zetu, tuko kwenye mazingira yetu. Tunakwenda kumtafuta mtu mmoja ambaye ni kinyozi mzuri pia ni msusi. Leo hii kuna mambo mengi tutajua kuhusiana na yeye. Si mwingine anaitwa Nelson. Mambo vipi? Safi. Mambo yanaenda Kama kaa. Hii hapa ndo ofisi ya Nelson? Yes, hii ndo ofisi ya Nelson Salon. Na wewe ni nani hapa? Mimi ni mfanyakazi humu. Unaitwa nani? Naitwa MA3ZG. MA3ZG. Majina kurogwa. Sasa ni yako baba, ni yako. Ningependa kufahamu nitamkuta Nelson humu ndani ama? Hayupo. Hayupo. Yeah. Ameelekea wapi? Blaza na humu. Anaumwa? Ndio. Ana muda gani yeye anaumwa? Kama wiki 2 hivi sasa na siku 3. Wiki 2 na siku 3. Yeah. Ninaweza nikapata anapokaa kwa sasa? Blaza anatibiwa kwenye pharmacy hapo chini. Kama utojali naomba unielekeze ili nimtafute kwa maana nina maongezi naye. Nipate kujua mambo mengi kutoka kwake. Blaza, kuna tatizo? Be free. Hakuna tatizo yoyote baba. Haina shida. Basi, tunatokaenda basi. Okay. Sasa kuna kazi hapa kidogo. Kama kuna kazi basi sio mbali sana. Hamna. Au tufanye nimalizie hapa au twende? Itachukua muda. Naomba unipe tu maelekezo ili nipafike. Unaona barabara hii? Ukifika kwa chini pale, uliza kwa Dr. Edi ni wapi. Okay, asante baba. Safi. Kazi njema? Asante sana. Asante pia. Wapenzi na wadau wa Kim TV, tayari tumeshafika sehemu husika ambapo anatibiwa Mr. Nelson, na unayemuona hapa mbele yako ndiye yeye, anaitwa Nelson. Tutaenda kupiga naye mastori mengi, tutapata kujua nini kisa ya magonjwa yake na imekuwa kuaje hadi awe hivi. Brother, mambo vipi? Safi. Ungejitahidi kidogo baba, pamoja na ugonjwa utoe sauti ili watu wakusikie vizuri na tuelewane, nikuelewe unielewe. Kwa majina ningependa ujitambulishe vizuri, japokuwa sisi tunakutambua kama Nelson na labda kuna jina ambao watu wengi wanakutambua. Naomba tuambie nazo zile. Hilo tu ndo jina langu. Naitwa Nelson Ibasi Abdul. Ni takriban wiki 2 tunafika ofisini kwako na tunakuta haupo, lakini pia tukiuliza watu hawatuambii, yani ni kama vile wanatuficha. Leo kwenye kuchimba chimba leo ametuambia ukweli kwamba una takriban siku ngapi wewe unaumwa. Sasa tungependa kufahamu kitu kimoja kutoka kwako. Unaumwa magonjwa gani hadi tunakuona kweli uko kwenye drip? Kweli kinachonisumbua mimi ni homa tu. Homa kabisa inanisumbua sana. Yaani nilikuwa na labda ni malaria ya kawaida, kumbe sio hivyo. Ndio nikaona kwamba hapana. Maana si unajua kwa hospitali hakuna dawa. Nilikuwa nije kwanza hapa kwenye pharmacy hapa nije nipime. Kwa nije hapa nije kupimwa nipate kujua hali yangu inaendaje. Nilipopima akaniambia kwamba hapana, unauma kali sana, afu homa yako ni ya mifupa. Unajua madaktari tena ndio wanajua vya kwao. Ndio kama hivyo. Tungependa kufahamu na kujua una siku ngapi huko hapa, na kwenye hizo siku je, umeshamaliza drip ngapi za dozi ya malaria hiyo? Yaani hapa hivi nahisi kama ni wiki, napaswa kwa wiki 2 sasa, kama na siku kadhaa hivi, wiki 2 kabisa. Na kuhusu dozi samia kidogo, maana sauti inakatakata kama vile, maana alivyoniambia yeye mzee niambia kama yeye sijui ni ya 6 kama ya 7, sikuelewa vizuri alivyoniambia.
Ni kwamba umeshamaliza dozi kama drip 7 hivi, na kwenye hizo drip 7 na hapa kwenye huko, je, unaona kwamba ukiendelea hivi utakuwa sawa au bado tu homa ingali yale yale? Ikoje hapo? Yaani mimi kwanza nashukuru sana mpaka mimi kupata nafuu. Mimi sasa hivi najiona kama Mungu ananipenda. Yaani kwa wale waliokuja kuniona kwa hali niliyokuwa nayo siku za nyuma na leo, kila mtu anasema shukuriwa Mungu nimepona. Na mimi mwenyewe naona hivyo kabisa. Naona kama nimepona kwa sababu nilivyokuwa na leo ni tofauti. Nashukuru Mungu sana. Kama gisi ulivyosema hapo nyuma, umesema kwamba hospitalini kwa sasa madawa hazionekani na watu wengi kwa sasa wanakimbilia kwenye hospitali zenye watu ambao wanajitegemea. Sasa huoni kwamba hapa kutakuwa na dau kubwa sana ya malipo, na ikitokea dau ni kubwa sana itakuwa kuaje ili umalize kumlipa mhusika wa hapa? Maana hapa nimeona kuna watu wengi, wengine wanasubiri huduma, wengine yani mambo mengi kibao sana kupatana na gisi hakuna vidonge kwenye hospitali. Inakuwa kwaje wewe utalipaje ada haya matibabu yako? Yaani mimi sijui mimi niseme nini kuhusiana na hilo swala. Ila naamini tu Mungu, na nasema tu huyo mzee Mungu ambariki na azidi kumweka, kwa sababu mzee mwenyewe alivyoona hali yangu ananiambia kwamba hapana, hawezi kubali mimi nipate shida, na yeye analiona kwa kutaka kulifumbia macho. Kama nilipata yote nguvu za yeye kianza kuniweka madripu, akaniambia kwamba nisimlipe chochote. Ananiambia nisimlipe kabisa kwa sababu naishigi naye sawa tu sana. Yaani kitu nitakachowaambia watu wengine, tuishi na watu vizuri. Licha kwamba huwezi maliza dunia mzima, ila utazame hata mmoja wako, wawili, watatu ambao utakuwa nao sawa. Yaani huyu ni mzee wangu, babangu wa mtaani, yaani woga ananifundisha mambo mengi. Hata ninapokuwa na shida zangu woga nakuja kwake na mambo ushauri ananisaidia tu. Kwa nahisi kwamba ule ukaribu ndio maana ameona afanye hichi. Kwa Mungu ambariki kabisa. Sina cha kumlipa. Aisee, ni hatari. Hii hapa ni hatari kabisa, kwa sababu unajua ni vigumu sana mtu wa kutibu bure. Wewe uko kwenye dozi ya 6 hivi. Baba, ukipiga hesabu ni hela ndefu sana. Inaonekana kweli huyu mzee ni shoti kama vile ni mwokozi wako. Ungekufa baba. Pole sana. Lakini pia tungependa kujua kuhusiana na ofisini kwako. Ofisini kwako tumefika, tumeona kazi inaendelea kwa kazi. Je, kipato unachokipata na matatizo makubwa kama haya, je, huyu mzee asingekusaidia, ungefanikiwa kupata kipato cha kumlipa kwa kupitia kazi hiyo ama ingekuwaje? Mimi niseme tu kwamba hata kama mzee angesema kwamba eti mimi nimlipe kwa mfano, ningemuomba tu kwamba mzee, mimi nitakulipa, lakini nisingeweza labda kumpa hela yote kwa awamu moja, ila ningekuwa nampa nusu nusu na hatimaye ningemaliza tu. Na hata hivyo mimi mwenyewe nafsi yangu inanisuta kwamba hivi ninavyoendelea nitaangalia cha kufanya tu mwenyewe kwa sababu yake, angalau basi nitanunua hata mtoto wa kuku na unga nije tu nimshukuru, maana sitakuwa na cha kumpa. Hicho tu. Neno moja kwa watu ambao wanakufuatilia na wamefuatilia kisa hii kwa ajili ya matatizo ambayo umeyapitia, utawaambia nini? Na wao kama wao wajifunze nini kutoka kwako? Mimi niseme tu kitu kimoja kwamba tuishi na watu vizuri cha kwanza. Maana nilikuwa kama mtu mzee, labda mimi sina ile confidence ya kuwa na ukaribu naye, labda leo sijui ningepata hela wapi sasa hivi ya kumlipa. Sijui ningepata hela wapi ya kumlipa. Kwa hiyo niseme tu vijana tubadilike,
tusiwadharau watu ambao wako mbele yetu, tusiwadharau kabisa, tuwaheshimu, licha kwamba ndio kila mtu na jinsi Mungu wake alivyomuumba, ila naamini kwamba vijana watabadilika tu, watabadilika, maana kila mtu huwa anabadilika kadiri ya jinsi siku zinavyoenda. Tuheshimu watu ambao wako mbele yetu. Hicho tu ndio kitu ambacho naweza nikawasi watu wanaonitazama, na naweza nikaomba hata kwa watu wengine wakubwa, licha ndio binadamu hujakamilika, lakini tukae hata na majirani zetu vizuri. Licha huwezi maliza wote, lakini wewe hata na mmoja wako wala wawili, kiasi kwamba ukipata shida wao kwanza kukimbilia. Hilo tu. Usikose kusubscribe, like, share na kucomment ili wa kwanza kupata updates zetu. Naitwa Bin Angalia Majaga na nyuma ya kamera niko na Kim.